Ladies and gentlemen, we introduce to you the Dumb Revenge, well known as Kisasi Bubu. Come on! Dumb Revenge. I join in my body, I join in my body, Sehemu maisha yangu ni sehemu ya mawazo yako mazuri, na daima ishara njema huwa izame kwenye hisia halisi. Kaka. We kaka, sinakuita. Nina kaingine na boa jamani. Dada, kama hataki tuondoke zetu bana. Oh my god. Samanini jamani. Haikuwa dhamira yangu. Kusema kweli sikuwaona. Oh. Ina maana macho yako ulifumba. Vipi kuhusu masikio yako? Na uliziba? Kidola. Tulia shugangu. Samani. Nisaidie tafadhali. Sorry. Auntie. Niko hapa dukani mara moja. Nitakurudia. Nimetoa 200 hapo. Dadangu, kwa nini usingeniuliza kabla hujafanya hivyo? Kwa sababu hii huduma mimi sina. Alafu unatoa pesa bila kumuuliza mhusika. Wewe ni kama unanikosea. Wewe kaka, unasemaje? Si tushatoa pesa, wewe unasema hii huduma hapa ipo? Kwa hiyo hilo bango linafanya nini hapo? Kabla hujafanya hivyo, kwa nini usingeniuliza? Tuulize nini? Tumekuita mara ngapi hapo hujaitika? Afu kaka, unajua wewe una sura ujambazi wewe. Auntie. What? Nisikiliza auntie. Niambie vizuri, unasema? Nini? Auntie, mama yangu mimi. Mama Zairish. Auntie, usiniambie hivyo. Auntie, Dada, niambie una shida gani? Unafanya nini?
ufanyaje? Dada zangu, kama ni pesa naomba hii hapa niwapatie muweze kwenda, sawa? We kaka, sisi tumekwambia tuna shida na hela yako. Alafu sisi tumekuuliza kuhusu huduma ya wakala, umesema hauna hiyo huduma. Alafu nyinyi wa Tanzania mtaacha lini kumjali mtu akiwa ameshakufa? Baba nyanyuka tuondoke. Nyanyuka. Wewe ni aje mwanangu? Unafeli wapi ndugu yangu? Kwa nini? Sababu mchana wote wewe unawaliza wanawake, alafu ni bora tu akawa wanawake. Lakini kuna namna ni wanawake wazuri, watoto fulani hivi yani wako bomba. Kuwatazama hivi nyama nyingi. Kwa sisi mkina Rastafari. Tunasema Ruben tupu. Sidhani kama nina moyo katili kiasi hicho. Je, wale kuja hapa kwa ajili ya huduma. Kwa bahati mbaya wamefiwa na mama yao. Kwa kweli. Lakini mbona wewe mwenyewe mtu akikuangalia kama una mashaka fulani, au la sivyo basi unakuwa kama umechangia nao mama vile. Wewe acha tu. Siku zote ujazo wa mikosi uja bila taarifa. Wale wamekuja hapa katoa pesa. Nakumbuka huduma hiyo mimi sina. Wakati nawaeleza kwa bahati mbaya wakapokea simu ya taarifa ya msiba. Na sikuwapatia pesa yote, naondoka kwa hasira. Na hilo ndo tatizo. Ipo siku moja utakuja ushtakiwa kwa utapeli. Kwa nini unasema hivyo? Mimi sina kingine cha zaidi cha kusema. Zaidi naweza nikakwambia kwenye utaratibu toe hilo bango. Na ufanye utaratibu pia kuwapelekea wanawake pesa zao. Kisasi bu, kisasi, kisasi bu, kisasi, oh, kisasi bu, kisasi. Que me bebo me, majora, maumivu, oh, yeah. Kisasi, kisasi bu, kisasi, oh, kisasi bu, kisasi. Sasa nakuaje kama mkubwa? Shwari vipi? Kama kawa. Ndio, vipi kwanza, mbona kama sura wasiwasi? Bwana baada sio ndugu zako tumekuja hapa tuna shida. Unajua zile kadi za kufikisha mkono ndio hapo kinywani. Hapa tuelewa afu kuna mali tunaisukuma. Ndio.
Muonyeshe mtambo. Mara yenyewe hapa kitu cha kwenda. Bei gani? Hapo tupe 200. 200 nyingi sana hii. Kodi unalipa hata miezi miwili. Umeona sababu kwenye 200, 100 kwangu, ninachukua mwanangu. Fanya kitu kimoja. 150 kiume. Da. Sema fresh. Au sio? Basi hamna noma, lakini ndio jamaa wangu ndo alikuwa anataka simu. Kwa itabidi tufanye wakati ya kuwahi pale mara moja awape hiyo pesa. Sasa mimi naona kama mambo yanazidi kuwa mengi kama mkubwa. Chapo, wewe umesema una njaa mzee. Dakika 0 tuweka kabisa hiyo simu mfukoni kwa sababu ili tukifika pale akishawapa hiyo pesa ndo mtampa hiyo simu vipi? Sio mbaya lakini. Sio mbali. Kwa heshima. Kiume hiyo. Watu fupi. Hivi. Dakika 2 unarudi. Sisi kwenda mizunguko yetu. Haina shida. Twende. Hapo si ndo, yani tusikae sana. Tulia, mimi ni Rastaman. Rastafari, never lie. Kisasi bubu, icho kisasi bubu, yeah. Kisasi bubu. Fresh. Kama kawaida. Umenipigia simu nitoke nje? Ya, nimekuja na vijana hapa. Mweshi tambo. Tambo ila hapa mzee. Hawa si wale wadada. Ina maana wanauza simu yao wenyewe au wameibiwa? Nikisema nionyeshe wa jamaa kama nawafahamu wahusika wa hii simu, siwezi kuipata. Mwenye simu yuko wapi? Sio mtaka mwenye simu au kufanya biashara? Wewe kama una pesa tugee simu yetu situfutike. Alafu blaza, kani vipi? Ujiongea nayo vipi? Wewe mwanangu, kama una pesa wape pesa, kama una pesa wape simu aondoke. Unauza bei gani? Laki 2 hapo. Na nini tena? Tushakuwa tumemaliza 150 toka tukotoka. Sema fresh. Mambo sio mengi, tupe tusepe. Vipi tena mzee wangu? Unataka simu lakini maneno kibao. Menishusha. Huwezi kujua dhamira ya Mungu kama hujui kubashiri. Kwa nini? Hii simu ni wale wanawake ambao siku ile walikuta pale ofisini wakiwa wanalia. Mungu wangu, unasema kweli? Amini ninachokwambia. Sasa wae ni wae wewe tu. Sijui. Ila ninachotakiwa niweze kulisha vitu vyao vyote. Ni kitu gani na kitu gani hapo? Ni hii simu pamoja na pesa. Sawa, uamuzi mzuri. Je, unawapataje? Hilo mimi sijui. Nahitaji kufikiria zaidi.
Mimi nafikiri kwa haraka niwapigie wale wa Juba, tunaweza tukapata pa kuanzia. Sio rahisi mtu kujichimbia kaburi lake mwenyewe. Kwa nini unasema hivyo? Wale ni wezi au ni vibaka kwa ujumla. Ni ngumu sana kwenye kaburi lao wakaenda kujichimbia wenyewe. That is true. Okay, I have an idea. But okay. Kisasi bubu, icho kisasi bubu, yeah. Kisasi bubu. Damn revenge. I join in my body down. Hey! Nani msumbufu man? Nani ambaye ajue kuwa huu ndio muda wa kuchill man? Oya mazee. Oya. Wait. Kijana, habari? Hey, who's this guy? Who's this Papillon man? Samani, tunao mzigo, tulikuwa tunaomba, kuna mabinti wawili wanaishi humu ndani. Naomba wapatie. Najaribu kutuletea mabomu nyumbani, au sio? Hakuna mabomu hapa. Hey. Kwa taratibu basi. Jishushe. Au hujui kuwa mimi ndo father house man? Hey. Amna? Yaani kuna wanawake wako humu ndani. Ashukuru, tunaomba usije kuwapatia wao. muhimu sana lakini. Oh. Oh shit. Oh, okay. Vitu fulani hivi. Okay. Una kingine cha zaidi? Ashukuru, tunaomba usije kuwapatia wao. Masista wawili wako humu ndani. Okay. Go. Au mpaka mnataka niwalishe madogi, eh? Oya. Sepeni basi. Oya, ondoka. Hey. Mkija siku nyingine msipaki hapo bajaji. Msipaki hapo toyo man. Siku leo tunaitaga toyo. Papillon. Unachafua mazingira man. Okay. Hey guys, how are you? We're good, Tony. Karibu.
Kwa kweli leo mmenichosha sana. Nimewatafuta sana. Nimezunguka mjengo mzima. Hawa warembo wako wapi? Nimeenda sebule ya juu kule. Nimecheki kwenye magarden kule kwenye maua hivi, nimecheki sana. Sijawaona. Ila okay, sio mbaya kwa sababu nimewakuta hapa. Okay. Hey. Nakuona Madam Kidola. Nakuona Madam Keisha. Lakini pia sijamuona mrembo wa jengo. Mtu ambaye akiwa ndani ya mjengo una meremeta namna fulani hivi, unawaka waka. Wanamuitaga Madam Zalish. Mmempeleka wapi? Zalish alitoka asubuhi. Okay. I don't care. Kuna maposa hapa. Kibasha kaleta nini? My God. Kuna washikaji fulani hivi wasumbufu sana. Japo nimewapa onyo lakini wamesumbua sana, maoni mengi, pi. Nilikuwa nimerelax mwenyewe, man. Kuna bajaji na wakaka watatu na dereva ndani yake. Siwajui, siwatambui. Na sijui walipotokea ni wapi. Ila okay, sio mbaya kwa sababu Nice wameleta maposa kwa sababu mjengo umejaa watoto wazuri. Okay. Haina shida, ngoja niwaache. Okay, mkinihitaji nipo. Mungu wangu, hii si simu ya Zalish? Kisasi bob, kisasi bob, kisasi boy, kisasi bob, kisasi. Que me bebo me majora maumivu. Mwacheni Mungu aitwe Mungu. Hivi binadamu wa design hii bado hapo? Kidora, usitoke kupambana. Hii dunia bado mbichi. Hivi ni nani kwenye ulimwengu huu na time hii anaweza kutufanyia surprise? Bila shaka atakuwa ni kaka Wakala. Kaka Wakala? Ni nani huyo? Mimi naona tumsubiri kwanza Zalish aje. Lakini tusimhukumu mtu. Hebu tumsubiri Zalish kama ulivyosema. Sawa. Kisasi bob, kisasi bob, kisasi boy, kisasi bob, kisasi. Na kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa sababu biashara sasa hivi sio kama mwanzo. At least imeenda nikizoeleka. Ila wewe mwenzangu umeimprove, una vijana wako pale, unazurura vile unavyotaka. Kwa mazingira hayo mwenyewe nilikuwa nataka nikushauri kwamba ndio umeshakuwa kwa muda mwingi huko ofisini, kwa ifika wakati na wewe mwenyewe uangalie namna ya kuweza kuweka vijana hata lau unazunguka. Kuna sometimes tunakuwa tunakutana kwenye mazingira yetu huko tofauti. Unajua unapokutana na watu ndio unatengeneza vitu.
We kaka, ndo unajiita kaka wakala, si ndio? Hivi unajielewa kweli kwenye akili yako wewe? Zinaongea na wewe? Alafu hivi nikuulize we kaka, unataka nini kwenye maisha yako? Naongea na wewe. Maana tulikuja hapa ofisini kwako, tukatoa hela ukatutapeli. Haitoshi ukatuma watu waje kule msibani kwetu wakaja kutupola vitu. Ujaishia hapo, umevirudisha. Kwamba ulikuwa unataka tukuone nani labda kwa mfano? Wewe ni Masi? Au Spider-Man? Oh. Kumbe unataka tukuone Mwamposa? Aya sasa Mwamposa, tumekuja kutoa ushuhuda kwamba wewe ni mwizi jambazi, tena ni taperi. Alafu hivi watu wa type kama yako kumbe bado mpo? Mungu wangu, mimi nilijua next wangu ndo alikuwa wa mwisho, kumbe bado mpo. Mimi naomba nikuulize swali hili moja. Nilikuja hapa nikapokea taarifa za msiba wa mama yangu. Kabla sijapokea taarifa ya msiba, nilijaribu kutoa pesa kwenye duka lako. Na hizo nakumbuka. Ila ukaona haitoshi, ukanitumia vibaka, wezi, sio niseme ni wezi, sio niseme ni majambazi, ukanitumia. Siku ambayo namzika mama yangu. Hivi unajua nilikuwa kwenye wakati gani? Unajua nilikuwa napitia nini? Ukaona haitoshi, ukanitumia mimi wezi wako waje kunibia simu yangu. Alafu kwa kujifanya sana mwema, ukaamua wapi na hizo hela ili waweze kuniletea. Nilidhani wewe ni mkaka mzuri, una roho nzuri, your appearance labda inakupresent kama wewe ni mtu mzuri, lakini sivyo. Una roho unyama. Kwa hiyo una huruma wewe. Naongea na wewe, kwani hauna huruma? Mungu wangu. Alafu dada, mimi naona kama unapoteza tu muda hapa. Mimi naomba tuondoke zetu. Usithubutu kupiga hata hatua moja. Unielewa? Alafu ulikuwa unahitaji simu kwa ajili ya mawasiliano, si ndio kaka? Haya basi, simu yako hii hapa. Na hizi chenchi zako ambazo umewapa watu waje waniletee, sijui zilikuwa zina maana gani? Pia hizi hapa. Alafu kingine, kaa mbali na maisha yangu. Kaa mbali na maisha yangu. Unanielewa mkaka? Dada, unapoteza muda kuongea naye huyu muda mrefu. Si tuondoke bwana, achana naye. Si tuondoke zetu. Samahani sana jamani. Haya, na wewe unataka kutuambia nini? Maana nyinyi wote ni wale wale, kundi moja nyinyi. Yaani niseme tu kitu kimoja, ndio maana nikatanguliza samahani. Kama kuna kosa lolote na mtu anatakiwa apewe adhabu, basi ni mimi.
Kuhusiana na hii simu, mimi nililetewa hii simu na vibaka. Lakini kwa kuwa sikuwa na uwezo wa kununua hii simu kwa sababu kwa wakati ule sikuwa na pesa. Ila nilichokifanya ni kwamba nikamtafuta mwanangu ambaye ndo Karama, kumpigia simu. Nilivyomcheki, bwana nakuja hapo, nimefika. Nikamuonesha, bwana simu hii hapa inauzwa, watu wanataka hela. Baada ya kumpa hii simu, yeye akaiangalia na kuweza kuona picha yako, akakumbuka kwamba hii simu ni ya kwako. Mara tu baada ya kuweza kugundua hilo, aliweza kuchukua pesa na kawalipa wale watu ambao walikuwa wanauza hii simu, pasipo kuangalia hii simu inauzwa gharama gani, kama itamtia hasara ama la. Yote hayo alifanya kwa upendo wake mwenyewe, kwa sababu alikuwa na hofu ya kwamba pengine siku ile baada ya kuwa ametoka, aidha uliuza hii simu kwa mazingira tu ya kwamba umepata tatizo, ama uliuza hii simu katika mazingira ya kwamba labda kuna shida yote imetokeza, au pengine umekabwa na watu na nini wakaamua wameipora. Hivyo kwa aliamua ni bora ainunue akae naye yeye, ili kitokea namna yoyote ile ya kuweza kufikishia aweze kuifikisha. Kwa mantiki hiyo, kama lawama zote basi nipewe mimi, lakini hakuwa na dhamira yote mbaya. Kaka. Kisasi bob, kisasi, kisasi bob, kisasi, oh, kisasi bob, kisasi. Que me bebo me, majora, maumivu,